Habari ndugu mtazamaji wa channel ya ENG Technology. Karibu sana ENG Technology. Siku ya leo tunakuonyesha namna ya kutafsiri logical design ya database system, database structure ya system. Tutakuonyesha leo namna ya kutafsiri, to interpret the logical design of the data structure of the system. Kwa nini tunakuonyesha namna ya kuinterpret au namna ya kusoma hii mchoro huu kwa mtu ambaye anakwenda kufanya programming? Anapata mchoro huu kutoka kwa system analyst. System analyst anafanya analysis ya system, then ana collect data, anafanya interpretation ya data, then baada ya kuanalyze ile data anatengeneza mchoro kama hivi kwa ajili ya kumguide programmer atakaye andika kodi ya kutengeneza sasa system au kufanya implementation ya system. Sasa kutengeneza database system kumegawanyika katika maeneo tofauti tofauti, lakini eneo la kwanza ni logical design, kwamba lazima kuwe na logical design ambayo imetokana na interpretation ya data ambazo zimekuwa collected kutoka maeneo husika ya hao wahitaji wa mfumo. Then baada ya kupata ile logical design ndio inayo kuguide namna mfumo utakuwa implemented. Wale watakao andika kodi, watakao develop wanatumia hii logical design, wanatumia hizi logical design. Sasa ziko logical design mbalimbali. Kwa mfano kuna ambayo ina present data structure. System imegawanyika katika maeneo tofauti tofauti. Kuna eneo la data structure, namna ambavyo data zitakuwa zitakavyokuwa kwenye mfumo husika, mahusiano ya data hizo, table zitakuwa ni ngapi. Hiyo kwa ujumla inajumuishwa katika eneo tunaita data structure. Lakini pia kuna data flow. Kwenye logical design pia kuna kitu kinaitwa data flow, ambao pia na yenyewe video zinazofuata tutaona hizo data flow diagrams na namna ya kuzitafsiri. Kwa sasa kwa leo tutafanya hii ambayo ni data structure, inaonyesha structure ya database ilivyo kwenye mfumo. Sasa tunafanya hivi kwa sababu gani? Kwa sababu any database system yoyote inatokea huku katika hizi logical design. Ni lazima utambue logically mfumo huo unavyofanya kazi ili uweze kutengeneza katika uhalisia muonekano. Sasa ili kuweza kufanya development ni lazima logically uifahamu huo mfumo utakavyo operate. Sasa hizi logical diagram zinatupa mwongozo wa namna mfumo huu utakavyokuwa. Kwa hiyo yule atakayefanya development anapata mwongozo kutoka katika hizi logical design. Sasa anaweza akawa ni huyo ambaye anatengeneza logical design ndiye anayefanya implementation au anayeandika kodi kutengeneza system, lakini pia wanaweza wakawa ni watu wawili tofauti. Sasa tunajifunza namna ya kuinterpret, kusoma mchoro huu, alafu umsaidie yule atakaye develop. Kwa hiyo itakusaidia wewe utakapokuwa na mchoro kama huu au michoro ya logical design uweze kutambua kwamba logically mfumo huu unaoperate vipi. Lakini kabla sijaenda mbele zaidi, mawasiliano yetu ni kama yanavyoonekana hapa, ENG Technology. Karibu kwa mawasiliano haya, tuwasiliane. Kama ni mhitaji una uhitaji zaidi katika maeneo haya ya system, lakini pia kama unahitaji mfumo, iko mifumo mingine ambayo tumepresent hapa katika channel yetu, baadhi ya mifumo.
Lakini kama kuna maswali zaidi tunaweza tukawasiliana kwa namba kama zinavyoonekana hapa. Lakini pia tusaidie kusubscribe kwenye channel yetu hapo ili kuweza kuendelea kupata notification ya mifumo mingine na tutorials zingine ambazo tunakuwa tunaziweka huku katika channel yetu. Sasa tukirejea hapa, nimesema kwamba kwenye eneo la logical design kuna database structure, kuna design kuna diagram inayo present database structure, lakini pia kuna diagram inayo present data flow na mingine, lakini sisi tutajikita katika maeneo hayo mawili. Leo tutaonyesha eneo la data structure, alafu wakati mwingine tutaonyesha eneo la data flow. Sasa nimesema pia kwamba tunajifunza hivi kwa sababu mifumo yote inatokea huku katika diagram kama hizi. Hata kama diagram haitachorwa, lakini mtengenezaji anakuwa na diagram kama hii kichwani. Ingawaje unapokuwa unaweka kwenye mchoro ninakusaidia zaidi kwa sababu huta skip kitu, hautaruka kitu, hautasahau kitu, kwa sababu mchoro utakuguide na unafuatilia hatua kwa hatua kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa sawa. Lakini pia kitu kingine, sisi tunapokuwa tunatengeneza mifumo kama hivi tunawatengenezea wateja wetu user manual. Sasa kule kwenye user manual michoro kama hii inakuwepo ili kusudi kwamba kuweza kuwapa wale watumiaji wa mfumo uelewa zaidi, waelewe kwamba logically mfumo ulikuwa una operate vipi, lakini pia physically sasa kwenye mfumo halisi una work vipi. Hata kama panatokea hitilafu tunarejea katika logical design, alafu kutokea hapa tuna trace kujua kwamba shida imetokea wapi. Hasa namna ya kuinterpret au namna ya kutafsiri michoro hii ni kama ifuatavyo. Huu mchoro unaitwa entity relationship diagram. Entity relationship diagram wenyewe unaonyesha structure ya database. Ambapo kwenye structure ya database, database zetu tunazotumia ni relational database. Relational database ni database ambazo zinaundwa na table ambazo zina mahusiano. Sasa kwenye relational database utakutana na tables au entities. Ndio maana inaitwa entity relationship diagram. Entity kwa jina lingine ni table. Sasa hivi box tunavyoviona rectangle, hivi vina present table au entity kwenye database. Sasa hizi table zikisha kuwa nyingi ndio zinaunda database. Lakini pia table hizi zinakuwa zina mahusiano kwa sababu data huko ndani zinakuwa zinahusiana. Namna zinavyohusiana pia tunasema namna zinavyohusiana, zinahusiana kwa kuna kitu kunaita relationship. Table moja na nyingine zina relate. Namna gani zina relate? Kuna aina 3 za relationship. Entity relationship, kuna aina 3 za relationship. Kwa hiyo lazima table moja na nyingine zitahusiana kwa namna hiyo, kwa namna moja kati ya hizi 3. Ya kwanza tunasema ni one to one relationship. Hiyo one to one ni kwamba table moja na nyingine zinahusiana kwa aina hiyo ya one to one relationship. Na kwenye mchoro kama hivi one to one relationship utaona line kama hii. Table hii na hii zimehusiana kwa one to one relationship. Ndio maana utaona line hii imeingia moja huku na huku imeingia moja. Kwa hiyo tunaita one to one relationship. Nitaeleza hapa mbeleni kwamba one to one relationship inakuaje. Lakini pia aina ya pili tunaita one to many relationship. One to many relationship utaiona kwa kama hivi. Table hii na hii zimehusiana kwa one to many relationship. Utaona huku line inaingia moja, huku zinaingia 3. Hii ikiwa na maana kwamba ni one to many relationship. Ya kwanza nimesema ni one to one relationship, kama table hii na hii zinavyowasiliana au
zilivyoungana, one to one relationship. Sasa ya pili tumesema one to many relationship. Hii one to many relationship ina maana huku inatoka moja inaingia moja, upande wa pili zinaingia tatu, zinaingia nyingi, ndio maana ni one to many relationship. Lakini nyingine ni many to many relationship. Hii many to many relationship hautaiona hapa, nitaeleza kwa nini. Many to many relationship ina maana kwamba huku ungekuta line nyingi tatu zinaingia huku na huku tatu zinaingia huku. Hiyo tungesema ni many to many relationship. Many to many relationship. Huku zinaingia tatu na huku zinaingia tatu kwenye presentation. Sasa hicho kitu kwa sababu hapa hakipo, ni hautaona line ya namna hiyo ambayo ni many to many. Kwa nini? Kwa sababu nilete kwanza tafsiri ya hii one to one, one to many na many to many relationship. Alafu nitaeleza kwamba kwa nini hapa hakuna many to many relationship. Namna ambavyo table zinahusiana, table mbili zinavyohusiana ni kwa kutumia kitu kinaitwa primary key and foreign key. Kila table au kila entity ina kitu kinaitwa primary key. Hii primary key kwenye table au kwenye entity inaipresent data kwenye table uniquely. Yani records kwenye table, kila record inakuwa ina hii primary key ambayo inakuwa ni unique. Ni value ambayo ni unique, haijirudii. Yani inatumiwa hii primary key inatumiwa ku identify the record uniquely. Inatumiwa ku identify record kwenye table, record ambayo haitajirudia. Kwa hiyo hii primary key yenyewe ni value ambayo haijirudi kwenye table. Sasa haijirudi kwenye table ikiwa na maana kwamba kama table hiyo ina record nyingi, hii record kwenye hii primary key yenyewe haitakaa jirudia hata siku moja. Kwa mfano, tunaposema email address katika table ambayo ina present list ya watu, email address haitakaa jirudia kwa sababu kila mtu ana email address ya kwake, separate individual ambayo haifanani na ya mtu mwingine. Kwa unaweza ukatumia email address kama primary key kuidentify ile record uniquely. Lakini pia namba ya simu pia inaweza kutumika kama primary key. Ikiwa na maana kwamba namba ya simu ya mtu katika list ya watu wengi kwenye table haitajirudia kwa sababu kila mtu ana namba yake ya simu mwenyewe. Lakini sasa ukiachana na hiyo, tunaweza tukatoa record ambazo zinatumika kama primary key kwenye table. Sasa hii primary key hii ndio inayotoka upande mmoja kwenda upande mwingine kwa ajili ya kutengeneza mahusiano na table hiyo. Inatoka kwenye table moja kwenda kwenye table nyingine kwa ajili ya kutengeneza mahusiano. Sasa primary key inapotoka kwenye table hii moja ikaenda kwenye table nyingine, kule kwenye table nyingine tunaita foreign key. Kule kwenye table nyingine tunaita foreign key. Kwa hiyo ile key ambayo huku, inafanana na iliyopo huku, ambapo huku ni primary key. Ikija huku tunaita foreign key. Kwa hiyo ina maana tunafanya mahusiano kati ya table moja na nyingine kwa kutumia hii primary key ambayo inatoka kutoka kwenye table moja kwenda kwenye table nyingine kama foreign key kwa ajili ya kutengeneza mahusiano katika hizo table. Sasa tunaposema, baada ya kuelewa hilo, tunaposema one to one relationship ina maana kwamba ile record, ile key inapotoka huku inakuja moja tu na itakuja moja tu. Hamna siku zitaonekana mbili huku. Ina maana kama itatokea, kama ni moja au ni mbili itatokea huku, ile mbili hazitatokea nyingi huku. Ina maana itatokea once, itatokea mara moja. Hiyo ndo tunaita one to one. Ina maana ile ikishatokea hapo haitatokea mara nyingi, itatokea mara moja. Ikitokea kwamba huyu user hapa primary key yake imetoka hapa kuja kwa foreign key huku, ina maana haitakuwa foreign key ya user ya record zaidi ya moja huku. Itakuwa ni foreign key ya record moja tu huku. Hiyo ndio tunaita one to one relationship. Sasa one to many relationship, au nitoe mfano kwanza wa kitu kama hicho. Kwa mfano
tunasema kwamba kwenye table ya mikopo, kwa mfano kwenye table ya mikopo, kwenye database ya mikopo, tukasema kwamba mfano tukasema kwamba huyu mteja anatakiwa awe na mdhamini mmoja. Kwa hiyo ina maana kama huku tutakuwa tuna table ya wadhamini na huku tuna table ya hao client wanaochukua mikopo, alafu huku ni wadhamini wao. Ina maana key moja itatoka hapa, itatoka hapa, foreign key, primary key itatoka hapa kuja huku mara moja, ikiwa inamaanisha kwamba huyu hawezi kumdhamini mtu mwingine yoyote huko kwenye hii table at the same time. Atamdhamini mtu mmoja tu. Mdhamini huyo haruhusiwi kuwadhamini watu zaidi ya mmoja. Kwa maana kwamba sasa, na maana rekodi yake itakuja huku mara moja tu kuonyesha kwamba amemdhamini mteja mmoja upande wa pili. Kwa hiyo ina maana huku kwenye table ya hii tunazungumzia one to one kama hapa. Huku kwenye table ya hao client, inapokuja record ya kuonyesha kwamba huyu ndio mdhamini wake, huyo mdhamini hatatokea mara mbili kwenye hiyo table, kwa sababu hatakiwi kumdhamini mtu zaidi ya mmoja. Haya, mfano mwingine ni kama kwenye table ni kama kwenye database, let's say database ya voting. Tunasema kwamba mgombea mmoja anaruhusiwa kugombea katika nafasi moja tu. Hii inamaanisha kwamba kule kwenye table ya wagombea, huyo mgombea ataonekana mara moja, hawezi kutokea mara mbili, kwa sababu haruhusiwi kugombea nafasi zaidi ya moja. Kwa hiyo ina maana kwamba huku kwenye table ambayo ina present wagombea, huyu ataonekana mara moja tu. Huyu aliyetoka kwenye table ya wagombea, kwenye table ya wagombea wanaonekana hapa. Alafu hii table ya voting, ina maana ile record ya kutoka huku mgombea anapokuja kuingia kwenye table ya voting, ina maana ataonekana mara moja tu, kwa sababu hawezi kugombea kwenye nafasi zaidi ya moja. Hiyo tunaita one to one relationship. Sasa one to many relationship ni kama tunasema kwamba ile primary key inayotoka huku kwenda kuwa foreign key inaweza kutokea mara mbili at the same time, au hata mara tatu. Hii inamaanisha kwamba ni one to many, inatokea mara mbili au hata zaidi. Kwa sababu gani? Kwamba anaruhusiwa kutokea mara nyingi. Kwa mfano, huyu tuseme table hiyo ya mambo ya voting, tuseme kwamba table hii inahusisha ina present wapiga kura, alafu table hii ina present sasa hiyo voting. Sasa alafu table hii tuseme ina present wagombea. Kwa hiyo ina maana hii ndio inawaunganisha wagombea na wapiga kura. Sasa huyu mpiga kura mmoja anaweza kupiga kura zaidi ya mbili, kwa sababu anawapigia wagombea zaidi ya wawili. Kwa mfano atapiga kura ya nafasi ya ubunge, atapiga kura ya nafasi ya udiwani, atapiga kura ya nafasi ya nafasi nyingine kwa mfano. Kwa hiyo ina maana hii rekodi yake hapa itatokea mara nyingi huku, kwa sababu anapiga kwenye maeneo tofauti tofauti, anapiga kwenye ngazi tofauti tofauti. Kwa hiyo ina maana itaonekana hapa mara nyingi. Ndio maana tunasema one to many. Lakini hii huku itatokuja huku mara moja tu, atapigiwa mara moja tu, ina maana atatokea huku mara moja huyo mgombea. Kwa hiyo sasa hivyo ndo namna one to many inavyokuwa. Sasa kwa nini tumesema kwamba hakuna many to many? Hii many to many mara nyingi inaleta hitilafu kwenye system. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba ukikuta mahusiano ya table na table ni many to many, tunaiua hii many to many kwa kutengeneza kitu kinaitwa weak entity au link entity. Tukitengeneza ile link entity, na maana badala ya entity mbili sasa zinatokea tatu. Pale katikati kunatokea entity moja ambayo ina link hizi entity mbili. Kwa hiyo tunaita weak entity au link entity, ili kuua ile many to many relationship. Kwa sababu kama tunasema kwamba many to many, kwamba huku inatokea huku
ID imetoka huku ikaenda huku mara nyingi, alafu na huku kuja huku ikaja mara nyingi. Hiyo inaleta mkanganyiko. Sasa wakati wa kufanya system analysis, kuna kitu tunasema normalization, database normalization. Hii database normalization, tunapokuwa tunafanya database normalization, ndo tunaondoa hizo possibility ya kutokea many to many relationship tunaiondoa, lakini pia possibility ya kutokea data redundancy tunaondoa. Hii inamaanisha kwamba table ambazo hazihusiki zinaonyesha kuna repetition ya data, tunaziondoa hapo, tunafanya normalization. Kwa hivi ndo namna ambavyo tuna interpret database structure. Database structure kwenye entity relationship diagram. Sasa baada ya kuelewa hizi entity na kuelewa relationship na kuelewa aina tofauti za relationship, then kutokea hapa ndipo unakuwa una uwezo wa kuinterpret hii diagram. Una interpret hii diagram kwa kuangalia entity hizi au tables, alafu na hizi relationship. Kwa maana unapokuwa unafanya implementation, ukitaka kujua kwamba system yetu hii ina table ngapi, unazihesabu hizi rectangle. Kisha zihesabu hizi rectangle, unapata picture ya kwamba hii database ina table ngapi. Ukishazihesabu unajua ina table ngapi. Lakini pia kujua kwamba table moja na nyingine zinahusiana vipi, unaangalia hizi line. Pale ambapo huku kuna upande mmoja kuna one, alafu upande mwingine kuna many, hii tunaita one to many relationship. Kama upande mmoja kuna one, upande wa pili kuna one, hiyo tunaita one to one relationship. Kama kuna many upande mmoja na many upande wa pili, hiyo tunaita many to many relationship. Lakini sasa kuondoa mtafaruku kwenye data, tunaondoa hiyo many to many relationship kwa kuongeza entity moja katikati ambayo itazilink, tunaita link entity. Alafu ina maana ile many iliyotoka huku, iliyoingia huku, inakuja kuingia one huku, inageuka hapa, ina maana inakuja kuingia many kwenye hiyo table. Alafu na huku inakuja kuingia many, hiyo many inakuja kuingia huku kwenye hiyo table iliyokuwa formed, na ile many iliyokuwa imeingia huku inakuja kuingia kwenye hiyo table. Kwa hiyo inakuwa ni one to many, na hapa one to many. Ile table moja inakuwa ni link entity. Hivyo ndo namna tunavyo interpret logical diagram ya entity relationship diagram. Namna tunavyo interpret data structure, kusoma data structure ya database system. Sasa video tusaidia kusubscribe, kwa sababu video inayofuata nitaonyesha namna ya kutengeneza sasa diagram kama hii, namna ya kutengeneza logical design ya hii entity relationship diagram kwa kutumia software. Tutatumia software, tutagenerate diagram kama hii. Sasa kutegemeana na kwamba siku hiyo tutakuwa tunaangazia system gani, kwa sababu sio lazima ziwe table nyingi hivi, sio lazima ziwe na line nyingi hivi. Hii ni kulingana na structure ya hii system ilivyokuwa, au structure ya hii system ilivyokuwa. Kwa hiyo maana hizo zinaweza zikawa chache au zikawa nyingi zaidi, au hizi table zikawa nyingi au zikawa pungufu, kulingana na requirement za system yenyewe ambayo tutaitumia kwenye kutengeneza mchoro huo. Karibu sana ENG Technology tukudumia. Lakini pia video zingine zinazofuata tutakuonyesha hiyo logical design nyingine ambayo ni data flow diagram, na namna ambavyo tuna interpret, tunasoma namna tunavyoangalia data zinavyo flow kwenye system. Hapa tumeonyesha structure. Kama kuna swali pale kwenye comment, andika swali, nitajibu swali au nitaeleza zaidi kulingana na swali litakavyokuwa. Usiache kuuliza hapo kwenye comment. Karibu sana ENG Technology, kwa mifumo rahisi, lakini pia mifumo rahisi kutumia, lakini mifumo ambayo pia ni rahisi kwa gharama. Karibu sana tukuhudumie ENG Technology.